Tuliishia Debora akiwa anataka kumzika Ada. Akaenda kuchukua chepeo. Wakati Debora anatoka, bibi akaja na kuyeyuka na mwili wa Ada. Sasa tuendelee. Bibi alivyoyeyuka na Ada, akaja naye mpaka nyumbani kwake na kuanza kumfanyia matibabu, kwa maana Ada hakufa ila amepata jeraha kubwa sana kichwani. Ada akapata fahamu na kushangaa, hapa ni wapi na ninafanya nini? Upo salama mikononi mwangu. Lakini kabla hata ya bibi hajamkumbusha ilikuwaje kuwaje mpaka akafika hapa, Ada akakumbuka kitendo cha mwisho kilikuwa ni Debora kumpiga na kitu kizito kichwani. Ada akajisikia vibaya sana kwa kitendo alichokifanya dada yake, kudhamiria kumuua mdogo wake kisa sufuria tu. Lakini upendo wa bibi kwa Ada ni mkubwa sana. Bibi akamtuliza Ada, akampa moyo na kuendelea kumfanyia matibabu, huku kwa Success na Chidera wakaanza kuchambana kwa kugeukana wao kwa wao, na matokeo yake wote wawili wamelikosa sufuria. Baada ya kila mmoja kutoa dukuduku lake, wakaona waweke tofauti zao pembeni kwanza, waungane kwa mara nyingine ili walipate hili sufuria. Na kumbuka, sufuria bado lipo kwenye himaya ya Debora. Chidera na Success wakaja nyumbani kwa kina Ada. Debora akaja haraka haraka kuwafungulia. Chidera na Success wakaingia ndani, lakini wanahema sana na wanasema wamekuja kutoa taarifa nzito kwa Debora kuwa kuna tatizo kubwa limemkuta Ada. Debora akachanganyikiwa, ashasahau kama alishamuua Ada. Basi Debora akataka kwenda ndani akabadilishe nguo aelekee shuleni kwa kina Ada, lakini alivyopiga hatua chache ndiyo akakumbuka kuwa alishamuua Ada na hawa washenzi wamepanga njama. Yeye akitoka tu, wao waingie ndani wakalichukue sufuria. Aha, sawa. Debora akajifanya anaingia ndani akabadili nguo, kumbe ameenda kuchukua gongo lake la mauaji. Ponea ya Chidera na Success zikawa ni mbio zao. Sitaki kuamini, dada yangu ametaka kuniua kisa sufuria tu. Dada yangu wa kipekee, mjukuu wangu, usijali kabisa na usilie, nipo nyuma yako mjukuu wangu, hakuna kitakachokugusa. Huku upande wa pili, Debora ndio ameanza rasmi kampeni yake ya kulitumia sufuria la kichawi kujitajirisha, na leo kaja kwa Ustazi Suma, anataka kununua jumba lake hili la kifahari. Ustazi Suma, haya niambie, unaniuzia bei gani? Milioni 80 tu, bei ya hasara. Milioni 80? Sina, fanya milioni 50. Huo uongo Debora. Embo angalia milango, angalia rangi, urembo na kila kitu. Aise, 50 umeniua sana. Haya, sema bei ya mwisho. Tufanye family lie, nakupa kwa 75. Bado kwa 75 ni pakubwa sana, ila freshi. Tufanye umeshinda, nakupa hiyo 75 yako. Debora hakuishia kutaka nyumba tu, akataka kununua na viwanja vinavyomilikiwa na Ustazi Suma. Ustazi akamuonesha na wakakubaliana bei kabisa. Ulipofika muda wa kutoa maukoto, Debora akamwomba Ustazi Suma amsubiri, anaenda kutoa kwa wakala, lakini mkononi hapo ameshika sufuria. Debora akajificha nyuma ya mti, akaweka buku yake ndani ya sufuria kama kawaida, akapiga mapigo matatu, vigezo na masharti vilipozingatiwa, vibunda hivi hapa. Debora alivyokuwa bwege, akaleta hela zote kwa Ustazi Suma zikiwa ndani ya sufuria. Kwa mara ya kwanza Ustazi hakushtuka, lakini alipochanganua akili akajua kabisa hizi hela zitakuwa zimetokana na hili sufuria. Ustazi Suma anaitaka sufuria, wakaanza kugombania sufuria, Ustazi Suma na Debora. Patamu hapo. Huku nyumbani kwa bibi, Ada ana mawazo sana, na mawazo yake yamelenga ni kwa namna gani anaweza kulipa kisasi kwa dada yake. Bibi akaja, mjukuu wangu, mbona una mawazo sana? Bibi, nataka niende kulikomboa sufuria langu. Lakini mjukuu wangu, bado hujapona. Bibi, uliniambia kwa kinywa chako sufuria halitaki kuwepo kwenye mikono ya mtu muovu. Bibi akamwelea Ada anachokitaka, ila Ada akamuuliza bibi, kwani yeye ni nani? Bibi anasema yeye ni zawadi, zawadi kwa watu wenye uhitaji. Yeye na sufuria wanafanya kazi zinazofanana, na amelimiliki hilo sufuria kwa miaka mingi sana, mpaka alipoamua kumkabidhi yeye Ada ambaye ana uhusiano naye wa damu.
Ada anashangaa kivipi yeye na bibi wanashare damu. Bibi akamwambia hiko ni kitendawili amemwachia, ni kazi yake sasa Ada kukitegua. Huku kwa Debora, ile kauli ya masikini akipata matako huliambwata ndiyo inaonekana hapa. Debora anakula raha tu, shida zetu sie. Haya, huku upande wa pili kwa mdogo wake ambaye ni Ada, leo ndiyo anataka anyanyue nyayo wake akaanze varangati za kulipiza kisasi kwa dada yake. Lakini kabla ya yote, bibi akamuonya Ada, chonde chonde awe makini sana, pesa zimeshamfanya Debora awe shetani. Ada alipofika nyumbani kwao akakuta mlango wa nyumba umefungwa. Ada hakukata tamaa, akahisi labda Debora atakuwa amefunga mlango tu na ametoka mara moja. Akaja kuchungulia dirishani. Alipochungulia dirishani akakuta Debora ameshatoa kila kitu na nyumba inataka kuuzwa. Ada akachanganyikiwa. Upande wa pili, Success na Chidera wamejificha sehemu wakitegea Ada akipita tu hapa wamdake, na haikupita muda mrefu sana Ada anatimua mbio, kashapagawa na nyumba yao kuuzwa. Success na Chidera wakona huu ndio ule wakati waliokuwa wakiusubiria muda wote, wajue ni wapi anapokaa Ada kwa sasa. Ada amefika nyumbani kwa bibi, anahema sana. Ada akamwambia bibi kuwa Debora ameshauza nyumba yao ya familia na hajulikani ni wapi alipo kwa sasa. Bibi akamtuliza kwanza Ada, kisha akamtaka Ada ahakikishe afanye kila anachokiweza mpaka Debora apatikane na sufuria lirudi tena kwenye himaya ya Ada. Wakati bibi na Ada wanaongea, Success na Chidera tayari wameshatia timu hadi nyumbani kwa bibi. Wakajua kumbe hapa ndipo bibi anapoishi, lakini Ada na bibi wakachezwa na machale, wakahisi kutoka kuna mtu anawasikiliza, lakini baada ya kuangalia huku na kule wakaona kuna mtu. Ili wajue ni wapi alipo Debora, bibi akaomba kitu chochote ambacho Ada alishawahi kupewa na Debora. Ada anasema kwa hapa hana, ila vipo nyumbani alipotoka. Ada akarudi tena kwenye nyumba yao kwenda kukichukua. Wakati Ada anatoka, Success na Chidera wakaamini kama Ada alipewa sufuria moja la kichawi na huyu bibi, basi hapa kutakuwa na masufuria mengi ya kichawi. Acha warudi nyumbani kwanza wakajipange kisha warudi. Kumbe wakati Chidera na Success wanapanga yao, bibi mtaalamu na nusu alishawaona hawa wakirudi ni wangu. Success na Chidera wakaja na mpango mpya, warudi nyumbani kwa bibi wakati Ada hayupo, kisha waingie ndani wakachukue sufuria. Na kuhusu huyo bibi ni jambo dogo sana, wakifika watamfunga na kamba na zoezi lao la kuchukua sufuria litaendelea bila hata shida yoyote. Maskini ya Mungu, Chidera na Success hawajui wanaitikisa meza yenye vinywaji vya gharama sana. Haya, tusubiri. Ustazi Suma amekutana tena na Debora, na kilichomleta Ustazi Suma ni kutaka kulinunua hili sufuria kutoka kwa Debora. Ustazi Suma anasema atampa Debora milioni 100. Debora akakataa. Ustazi Suma akapanda hadi milioni 500. Debora akakataa. Ustazi Suma akafika mpaka hadi bilioni 1, lakini bado Debora akakataa. Kama imeshindikana kulipata ile sufuria kwa amani, Ustazi Suma akaapa atalipata ile sufuria kwa nguvu. Leo Chidera na Success wamerudi rasmi nyumbani kwa bibi kuja kufanya ule mpango wao wa jana. Wakanyata taratibu taratibu, wakazunguka kona zote na wakalikosa hilo sufuria. Walipogeuka nyuma, bibi huyo hapa. Success na Chidera wakaanza kujichekesha tu. Bibi hacheki na wowote leo. Mabinti wanasema wamekuja kumuulizia Ada eti dada yake anamtafuta, bila kujua huyu wanemdanganya yupo mbele ya muda. Bibi akawachapa kidude kwanza, waache kamdomo mdomo. Walipozinduka, Success na Chidera wakamuomba bibi msamaha, angalau kama Ada amepewa hilo sufuria la kichawi, wao wapewe hata kijiko tu cha kichawi. Ada mwenyewe akaja. Ada akashangaa kukutana na sura za Chidera na Success. Bibi akamwelezea Ada jinsi alivyowakuta wenzake wakiwa wanafanya uvamizi nyumbani kwake, na muda wote amekuwa akimsubiria Ada tu ili ashuhudie kwa macho yake jinsi anavyowapeleka kuzimu maadui zake. Bibi akawapoteza
Chidera na Success faster. Ada akamwomba bibi awasamehe Success na Chidera. Adhabu aliyowapa ni kubwa sana. Bibi kwa kuwa anampenda sana Ada akakubali kukunjua moyo, akawasamehe Chidera na Success. Kitendo cha kusamehewa tu, Chidera na Success hawa huku. Sasa baada ya kupona kifo, Chidera akakubali yaishe, halitaki tena hilo sufuria. Chezea bibi wewe. Huku kwa bibi, hatimaye Ada amepata kacha ya Debora. Bibi akaikorogea kwenye sufuria na ndipo wakajua Debora yuko wapi. Ada anataka ahakikishe anamjambisha Debora kwanza kwa kujifanya kama mzimu. Sawa, bibi akampa Ada uwezo wa kuyeyuka kwa muda. Ada akaja kwa Debora. Debora anatoka ndani akashtuka kukutana na Ada. Ada akayeyuka. Debora akiwa na wenge, Ada akarudi tena. Dada, umeniua mdogo wako kisa sufuria? Ndiyo, ningefanyaje kama mtu mwenyewe ulikuwa tayari kuniacha dada yako maskini kwa upumbavu wako? Debora anajibu kwa nyodo sana, akiamini huenda huu sio mzimu wa Ada. Debora akakimbia. Ile anatoka Ada huyo hapa. Sasa hapa ndio Debora akakubali huu ni mzimu wa Ada. Ada akayeyuka naye. Walipofika kwa bibi, umeshanikera sana mjukuu. Bibi, nini? Bibi akayeyuka. Debora akamwelezea Ada kuwa huyu hakuwa bibi tu wa mtaani. Huyu ni bibi yao kabisa kabisa. Na hapa ndio Ada akakumbuka kuwa kuna siku bibi alimwambia kuwa wao wana uhusiano wa damu. Debora akiwa na Ada wakaja kulitafuta lile sufuria la kichawi, lakini Debora akaangalia alipoficha na hakuliona. Debora akahisi kabisa hii itakuwa kazi ya Ustazi Suma, lakini Ada anasema ukute sio Ustazi Suma bali bibi atakuwa ametoweka nalo. Ada akiwa peke yake akajiuliza maswali mengi yasiyo na majibu. Akaja jamaa akiwa na mfuko akampa Ada na kumwambia hii ni zawadi yake, imetoka kwa mtu asiyejulikana. Ada kufungua ndani akalikuta sufuria, tena lina ujumbe ndani, na huu ujumbe unaonesha ni zawadi kutoka kwa bibi. Mpaka hapa tunatia nukta katika kazi yetu ya Sufuria la Kichawi Season 1. Season 2 itakapotoka, Heavy Movies inaahidi kukuletea. Usiache kusubscribe, bonyeza kikengele upate taarifa zote za movie mpya kutoka kwetu. Jiunge na grupu letu la WhatsApp bure kwa namba 0685191720. Asante sana kwa wote mliokuwa nasi kuanzia sehemu ya kwanza mpaka hapa tunapofika tamati. Asante, naendelea kuichagua Heavy Movies.